Nilikuwa town nikarudi Moro, sasa hivi nimetokea Moro. Umetokea Moro. Ndio maana umechelewa. Vipi foleni uko njiani? Foleni kuanzia hapa maeneo ya Mbezi mwisho mpaka huku kuna foleni. Kwa hiyo imeyeyusha kidogo mimi kufika. Umetuyeyusha fulani sema tumekusamehe sababu unatoka Morogoro. Au sio bwana? Kabisa. Kabisa. Hivi ulikuwa unajua kama una uwezo wakati unaenda kurekodi mara kwanza? Yaani sawa tunajua uwezo kuta underground nasema baba mimi sio mkali. Nyimbo yangu mbaya. Mimi mkali yani mimi nimeshaini ndio kusikiliza basikiza ngoma kuja kusikiliza utawaka. Umeelewa? Ulikuwa unajitambua kabla kwenda kurekodi ngoma ya kwanza? Ya wakati naenda kurekodi nilikuwa nalifahamu hilo. Kwa sababu ilikuwa sisi tulianza kuimba mtaani, kulikuwa na instrument tunawekewa. So mimi nilikuwa nimeshashiriki kwenye talent kadhaa, na pia mtaani ilikuwa kila mtu ambaye yani nikikutana na watu wengi wakiwa wanaimba nikiimba mimi naona utofauti. Hata nikikaa na mtu mmoja peke yake nikimwimbia naona utofauti. Kwa hiyo nilikuwa nafahamu tayari. Okay. Nani alikuwa anafanya hizo talent kitani ama nyinyi wenyewe mko organize? Kuna watu walikuwa wanafanya DWC mtani kwetu kule. Kuna watu walikuwa DWC watu wa kwanza kule kwetu kwa Majani. Ya kwa sasa unajua tena watu wakitoka town huko wakija kule anakusizisha beat chorus ngoma nzima, kwa hiyo unakuwa unapata hamasa na mimi natamani kurekodi siku moja. Wanaitwa nani? DWC. DWC. Au kwanza kabisa kurekodi na kwa mtani kwetu kwa mafiga lakini. Pande za Moro hizo. Kuna siku tulikuwa tunapiga story mimi na wewe kuhusiana na single yako ya Sumu ya Penzi mpaka ukadondosha machozi. Kwa nini? Ile nilikuwa sijaamini kile kitu ambacho kilitokea, kwa sababu unajua mimi nilivyoimba Sumu ya Penzi nilimention mapenzi, lakini ndani yake pia nilikuwa naongelea maisha ambayo nilikuwa natokea. Yani kwa mfano ile line nilivyosema vitalala viungo kimawazo utakesha, mimi nilishawahi kulala viungo mawazo yanakesha kwa ajili ya maisha, lakini sio mapenzi. Lakini ulikuwa mdogo sana kipindi hicho. Sasa unajua maisha ambayo tunatokea hayana udogo lazima. Ile hali ambayo unakuta hali ya nyumbani pia mtaani, mimi nimeshawahi kuishi na 1000 kwa siku. Hiyo ni la nyingi sana. Mimi nishaishi bila hata shilingi 10. Unajua wakati atoka Bele 9 na wakati atoka Diamond ni page moja. Bele alikuwa mjanja kuliko Platinum. Ladies and gentlemen, kwa it's true. Umeona? Sana. Bele alikuwa amemzidi maujanja Platinum kwa njia moja au nyingine, au vipi bana? As you can see, baadaye Clouds TV utaona hii hapa. Ila pia ukiingia kwa Instagram, I'll show you the picture, you know what I'm saying? Sasa yule Diamond amekuzidi nini, wapi, saa ngapi na ilikuwaje? Au katika issue nzima ya kunizidi sijaamini bado. Asante. Sina uhakika. Bifu mpya imeanza. Adamu. Jamani mimi Timbele bwana. Timbele bwana. Timbele nice kwa beef. Kwa nini siwezi kusema mchomvu? Adamu anayasisha chochote. Kwa nini maana yake ni beef au? Si ndio hapo. Haimaanishi kama ni beef. Sasa okay. Mwambie afafanue how. Hiyo ndio bwana Akuzidi how my brother. Inawezekana kadizidi connection tu. Naweza kubali, lakini kuhusiana na kipaji unafikiri wewe kukaa sana Morogoro pamekufelisha? Hapana, sio point. Ile point ni ipi sasa? Ambayo inakufanya wewe unakosa connection? Management. Mimi nimeshakaa lazima fahamu. Nimeshakaa muda mrefu sana. Kwa hiyo mimi naamini kama uko sehemu yote unaweza kufanya biashara na mtu yeyote, na pia Morogoro sio mbali kwa Dar es Salaam. Lakini sasa imekuwa kama sababu. Midano mama. Sijaelewa bale. Hata mimi sijakuelewa. Yaani hivi kuwa mbali na Dar es Salaam unaweza kuendelea kufanya biashara ambazo ziko Dar. Na ukiangalia distance ya Morogoro na Dar. Kwa hiyo sababu sio wewe kuwa nje ya Dar es Salaam. Jana nilipata simu ya interview, leo nimefika. Japokuwa sio on time kwa sababu ya foleni na vitu vingine. Kwa hiyo kuishi Morogoro, kwanza hii hali inavunja mioyo watu wengine huko ambao connection hizi sasa ambazo unazungumzia wewe hapa. Management za kina Babu Tale Fela. Niliuliza kwamba Diamond amenizidi nini? Ndio kitu ambacho nimesema, connection. Kwa nini unakosa connection wakati uwezo nao? Na unajulikana Bele 9. Unajulikana? Na unakubalika. Na unakubalika, yani wewe sio mtu wa kujitangaza sasa hivi. Tayari unajulikana. Kwa nini ukose connection? Why ukose connection? Sasa hapo ndo
kitu ambacho tunaweza tukadiscuss sasa kuanzia hapo. Hapo sasa ndio unakosaje connection, kwa sababu sio mimi peke yangu tu. Kuna wasanii wengi wanaweza na kuna wengine ambao wanania na wako around hapa town. Wewe unaona sababu ni nini kutoka kwako? Labda tudiscuss wote sasa. Kwa sababu mimi ndio watu ambao mnaniangalia na mimi naweza nikaongelea mimi. Mimi nimeanza kukuuliza. Wewe unaona sababu ni nini? Daza nimesema labda distance, umesema sio. Distance wewe unaweza ukaja anytime. Wewe unaona sababu, yani wewe kwa upande wako wewe unaona unakosa connection, hiyo ni jibu kutoka kwako. Lakini why unadhani unakosa connection? Kuna sababu zipi ambazo zinafanya ukose connection? Mimi nahisi tu time yangu labda haijafika. Bele9 time gani? Bele9 time ya kutoboa hivyo zaidi na kama watu wengine walivyotoboa. Tunaanza kirahisi. So ameanza game na Diamond au vipi? Hapana, mimi nilitangulia. Umemtangulia. Video ya kwanza Diamond kafanya na Adam Visual. Video yake ya kwanza ilifanya na nani? Nilifanya na Adam pamoja naye. Video ya kwanza kabisa nyumbani. Mlianza na Adam Visual. Point moja hapo. Sandala. Adam alikuja kushoot baadaye bro. Mimi nilishoot na Eddie. Eddie alikuja Morogoro tukashoot. Clip ambazo nilikuja kushutia Dar es Salaam ndo alishoot Adam. Okay. Lakini nyimbo ya kwanza hiyo. Ya kwanza kabisa. Ulishadate bongo movie yoyote labda? Sitaki kicheko hicho pekee. Yule Masogange vipi? Hapo graph inapanda hapo. Yule nilishoot naye video, alafu yule sio bongo movie. Yule ni video kwenu. Anafanya na mimi nilishoot naye video. Lakini right after Masoga hii ni kipindio. Hakupiwi se. Hakupiwi se. Okay, that's no nafikiri nini? Hiyo distance ya mimi nafikiri tatizo ni distance labda sababu yuko Morogoro so anakosa umeona bana, sio mimi ndo nilivyofikiria. So anasema si au nyota. Really? I don't think so. Labda ni yeye mwenyewe ajiamua. Tupa kwa mbali sana. Nimewahi kwa mbali sana. Kuna mtu aliwahi jamaa labda sio unajua kwenye kuna zile kwa mfano tulikuwa na connection. By the way ile team haifanyi bure kwako. Nayo kuna kitu inataka ikipate. Sasa je, wewe uko hivyo yani uko tayari bwana mkate ndio umepatikana. Kwa hiyo mkate mimi kwangu 40%. Wala sina shobo, 60 kula. 20 mpe kameramani, 20 mpe demo ambaye natoka naye, 20 mpe na nitafutia skendo na demo, 20 yani hivyo. Au changu chako chetu. Umeelewa? Sijui umemuelewa. Umemuelewa. Yani kwenye management hapo unazungumzia kwa watu ambao wanafanya nao kazi. Kwani management ya Bele9 ni ipi? Hana. Sasa hiyo ndio tatizo kubwa kuliko yote. Tumezunguka sana. Japokuwa skendo pia zina big boost fulani, sio sana lakini sasa kwa mimi muziki wangu sidhani kama haufanyi hizo. Na sio lazima mtu uboostiwe na kitu kingine. Na sio kila mtu anafanya music ya moja unajua. Kitu ambacho mimi wasikiamini kabisa. Ni management. Management of course. Kwa nini manager wanashindwa kuona talent ya mtu kama Bele9 waweze kummanage apige atoe? Sasa hapo mimi ndo narudi kwenye James kwenye kwani unachapia hivi logo njako umemia kwangu. Narudi kwenye point ya James Tupasuka. Inawezekana Bele9 afanye kazi vizuri na management ambazo anakuwa nazo. Correct me if I'm wrong. Hajawahi kuwa na management, so hauna uhakika. Management ambayo nilikuwa nayo dozen unafahamu ni management ambayo ilikuwa sio serious management. Na mkataba wetu ulipoisha mimi sikupata tena management nyingine. Japo kuna watu walihitaji tufanye kazi kulingana na background yangu ambayo nilivyofanya kazi na manager wangu wa kwanza nikashindwa kukubali kufanya kazi na watu.